mpaka leo imeganda katika vituo vyetu video picha ya bunge la katiba. Au kwa jamani? Wakati huo sisi wenzake, na kusema wenzake na kusudia kwa maana ya msimamo, sisi tulishatoka tangu Aprili kwenye bunge la katiba baada ya kutokuelewana. Inafika Oktoba, yeye kabakia kama yatima ndio nyumbani. Wenzake wote washauza nchi. Karudishwa mwenyewe taeleza mwenyewe. Na utaanza kama tabiri moja. Karudishwa kwamba akapige kura kwa sababu kura zilikuwa hazitimii. Na hazikutimia barabarani. Hasa kwa upande wa Zanzibar. Tena akanong'onezwa kwamba apige kura ya siri. Mwanamume akaambia hakuna cha siri hapa mbele ya nchi, kura ya dhahiri unapiga umma unahukumu. Huku kuna mwanasheria mkuu, huku kuna Zanzibar. Akachagua Zanzibar, akauacha mwanasheria mkuu. Mifano hii mingi. Na yakumbusha haya kusa huku kwenye nyoyo kukumbushana. Hatutafuti cheo kwenye harakati hizi upande huu. Unataka cheo, nenda Chama cha Mapinduzi, chama cha mafisadi ambao ndio kazi yao. Na mfano wa mwisho katika hili, Mwenyezi Mungu alipomkhitari mzee wetu Maalim Seif, ikawa tunazungumza, mimi wakati ule bado nitakusimama, siwezi kusimama, lakini alhamdulillah wenzangu kama Mheshimiwa Mazrui wote walikuwa wanakuja nilipokuwa kwa Mkunazini. Tunashauriana nani wa kujaza nafasi hii. Ingelikuwa ni kujali cheo, yoyote katika sisi angetosha. Angeweza kuwa Mheshimiwa Mazrui, wala asingeweza kwa kama kwanza. Angeweza kwa Mheshimiwa Mansuri, wala asingeweza. Angeweza kwa Juma Duni, wala asingeweza. Angeweza kuwa wengi. Lakini sote tukasema hapa hatutizami cheo, tunatizama harakati zetu za kuirudisha Zanzibar mamlaka yake. Nani anafaa kuongoza harakati hizi? Tukasema sote tumesamehe, tunamtaka kutoka nje yetu, tukenda tukamfuata Mheshimiwa Othman Masoud. Na yeye wakati tunamfuata hakuwa kalili kwenye mapato. Maana wengi nadhani zikaza serikali hizi ukiwa una njaa hujui utaona jambo la maana. Lakini alipoondolewa kwenye mwanasheria mkuu, na nikukumbusheni liko jambo si dogo lile. Sio kama Mheshimiwa wangu mwenyewe mwahi kumwambia. Lakini baadhi yenu hasa kina mama mtakumbuka. Siku ile linatoka tangazo. Tulikuwa Fatma nakumbuka zaidi. Tulikuwa tumeandaa tara Dar es Salaam, nakumbuka. Sababu tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi. Lakini bado kampeni. Na mgeni rasmi alikuwa awe marehemu Maalim Seif. Kulikuwa na kikao cha BLM Ikulu. Tafrani za Maalim kwa maamuzi ya kwamba Mheshimiwa Othman anafukuzwa kwa kusimamia Zanzibar. Alipotoka ishafika giza, alipigia simu na Medusa, nisameheni, mimi siwezi leo, siji kabisa. Vile imani ya Maalim kwamba tunamhitaji mtu kama Mheshimiwa Othman Masoud katika hatima ya nchi hii, kwamba leo anatolewa kwa sababu ya kusimamia Zanzibar. Watu kamfuata. Lakini atasema alipotoka ana kampuni yake ya wanasheria Madaba.
Kuna kitu wanasheria wanajua kinaitwa retainer. Unaingia mkataba, unahudumia kampuni, wewe unalipwa kwa mwezi kama mshahara.